watalala na majirani wasi. Ukisoma Samueli wa kwanza, Samueli wa pili 24:10, Absalomu anaadvaisiwa alale na Absalomu ni mwana wake Daudi, anaadvaisiwa na Adoveli ya kwamba lala na baba yako, lala na mke wa baba yako. So kuna vitu ambavyo sisi wenyewe tutafanya na tuone tumesahau, lakini hizi vitu viko na history katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani vitu ambavyo tunafanya, yale mambo tunayafanya, kuna mambo yako na history, yanaandika history katika ufalme wa Mungu. Daudi ameleta laana ambayo haikuwa kwa familia, ameilete kwa kumwaga damu isiyokuwa na hatia ili achukue mke. Mstari wa 12, maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Yaani Bwana anaambia Daudi ya kwamba ulilala na mke wa wenyewe na ukaua kwa siri, lakini mimi nitafanya kwa wazi. Tusome mstari wa 13, mahali kuna ujumbe ambao Mungu amenipa leo tuweze kujua. Kuna mambo mazito yako hapo. Mstari wa 13, Daudi akamwambia Nathani, nimefanya Bwana dhambi. Yaani wakati Daudi alijua ya kwamba na Mungu amejua, akaambiwa ukweli. Daudi akakiri, akaambia Nathani ya kwamba nimefanya Bwana dhambi. Akakiri dhambi zake, akakiri ile dhambi ambayo ameitenda. Bwana Yesu asifiwe. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hautakufa. Yaani Nathani na pia akaambia Daudi ya kwamba kwa kuwa umekiri hii dhambi, ya kwamba umetenda, ya kwamba umefanya haya, Bwana na yeye ameiondoa hii dhambi, haitakuwa kwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanaoandika haya, ukikiri dhambi zako au kile umekitenda, ukiri kwa wazi mbele za Mungu na wanadamu, unafungua malango ya msamaha. Ukikiri dhambi zako au ile tendo umetenda mbele za Mungu na mbele za wanadamu, unafungua malango ya msamaha. Ndio unasikia Daudi baada ya kukiri hayo akasema, Baba, nimekiri, nimekutenda dhambi. Naye Mungu akakuswa, akaambia nabii, ambia Daudi ya kwamba hii dhambi nimeiondoa, haitakuwa kwake, haitakuwa wapi, lakini mwana atakayezaliwa nitammaliza, maana ni mwana wa damu. So malango ya msamaha yakafunguka, Daudi akasamehewa, kwa sababu Daudi alikiri dhambi zake, alisikiri kwa kinywa chake, akachua hili nimelitenda sio nzuri, akafungua malango ya msamaha. Hata wewe leo kuna mambo umeyafanya
na hautawahi kubali kusamehe, hautawahi kubali kukiri, hautawahi kubali kuongea ukweli, hautawahi kubali kuyaachilia. Leo ninaambiwa jiachilie, ili ukweli yaachilie, ili malango ya msamaha yafunguke kwako. Kile unachokifanya Mungu akiweke kiwe kama hili. Nataka tuone mtu mwingine aliyekiri ukweli, lakini baada ya kukiri alirudi kwa dhambi. Samueli wa kwanza 15:24. First Samuel chapter 15 verse 24. Yeye alikiri kama siku Simeoni. Sauli baada ya kumwambia kila amekifanya, Sauli akaambiwa kila amekifanya, alipisha kuongea na nini, lakini mwishowe akasema maneno haya. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana, pia maneno yako, kwa sababu naliwaokopa wale watu nikikaitii sauti yao. Sauli anasema nimetenda dhambi mbele za Bwana na mbele zako Samueli. Alikiri ukweli. Kanisa, kuna magonjwa, kuna mambo tukitaka kupona ni tukiri ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Tukiri ukweli. Sauli amekiri ukweli ya kwamba nimetenda, maana niliokopa watu hawa, niliokopa watu hawa, nikaokopa sauti yao, nikaokopa kila kitu. Sikutenda yale ambayo yanastahili. Sema ukweli, kiri ukweli, ongea ukweli. Kile umekitenda kiweke ndani ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Shika mwenzako mkono, mwangalie uso, mwambie kuyuno msamaha ufungua milango. Mwambie kunena ukweli, malango yanafunguka upya. Mwambie nena ukweli na ukiri ukweli. Mwambie hivyo, nena ukweli na ukiri ukweli, utasamehewa na malango yako yatafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sauli akakiri ya kwamba nimetenda. Wakristo wa leo hata wakitenda hawakubali. Bwana